kutembea katika maelekezo ya neno, kufuata maagizo, kukataa dhambi na kuishi katika hali ya usafi. Utakaso ni jukwaa lingine la kukuinua. Baada ya kuokoka, tembea katika utakaso. Hebu tuone habari za Ayubu. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Unaambia ni mtu mmoja ambaye aliinuliwa sana, lakini siri yake, ukisoma tu mstari wa kwanza mpaka wa 3 utagundua kuna siri ya utakaso pale. Ayubu 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Yes. Jina lake kitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha wakazaliwa kwake wana 7 na binti watatu. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Mtu huyo akawa mkuu sana, lakini alikuwa mwelekevu. Yes. Mbele za Bwana. Msingi wa ukuu ni uelekevu ama utakaso. Amen. Haleluya. Tunasoma hata habari za mtu mmoja anaitwa Yusufu, jinsi alipokuja kuinuliwa, lakini tukifuatilia tabia yake tunagundua ni mtu mmoja mwelekevu. Biblia inasema hata baada ya mambo hayo, mke wa Potifa akataka alale naye, akakataa. Akasema, siwezi kufanya ujinga huu nikamkosea Mungu wangu. Alikuwa anajua mimi ni mkuu. Ukuu ni nini? Ukuu ni kutembea kwenye utakaso. Kanuni ya kutembea kwenye utakaso, kanuni ya kutembea kwenye ukuu ni utakaso. Some Mwanzo sura ya 39 mstari wa 7 hadi wa 9. Mwanzo 39 mstari wa 7 hadi wa 9. Mpaka wa 9. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu ajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani mwangu. Akamwambia, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna ukuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Unaona ya kwamba siri ya ukuu wa Yusufu ni maisha ya utakaso. Haleluya. Amen. Mungu akupe roho ya utakaso. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Kuna mfano mmoja maarufu ambao aliutoa Yesu katika Biblia, Mathayo sura 22 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Mfano huu anasema, mfalme aliandaa sherehe, akaitisha watu waje kwenye sherehe. Watu wengi wakatoa sababu, mimi sitaweza kufika, nimeoa mke, sitaweza kufika, nimenua ng'ombe, nataka nikuwajaribu. Baadaye mfalme akasema, lakini alikuwa ameandaa sherehe ya mtoto wake, kijana wake. Mfalme akasema, hebu nenda huko katafute watu, nenda katika mitaa katafuta watu. Watu wakaja, sherehe ikajaa. Watu wakajaa kwenye ukumbi wa sherehe, wakawa wanaendelea kufurahia maisha. Lakini mfalme alipokuja akakuta kuna mtu mmoja hakuvaa vazi la sherehe. Watu wote wamevaa vazi la sherehe, lakini mtu mmoja katikati yao hajavaa vazi la sherehe. Akasema, wewe bwana, imekuwaje umeingia humu na huna vazi la sherehe? Yule bwana akakosa maelezo, akasema atupwe nje, kuliko ambako atakutana na kusaga meno, kulia na kusaga meno. Atupwe nje huyo. Yule mtu mmoja akatupwa nje, wengine wakaendelea kula maisha, wakaendelea kufurahia ile sherehe. Na mfano huu ni mfano wa Mungu mwenyewe, na kijana wake alimwandalia sherehe ni Kristo mwenyewe. Kristo mwenyewe. Na ni mfano wa mtu mmoja asiye na vazi la sherehe. Ni mtu mmoja ambaye anataka mambo ya Mungu, lakini hataki kutoka duniani. Anapenda mambo ya Mungu, lakini duniani hataki kujitenga na mambo ya dunia. Kwa mfalme alipomwona sema, wewe bwana, hapana, wewe hujavaa vazi la sherehe, ikabidi atolewe.
waliovaa vazi la sherehe, waliovaa utakaso, wakaendelea kula maisha, kula sherehe. Kwa lugha nyingine, waliovaa utakaso wakainuliwa, wasiovaa utakaso wakatupwa nje ya mfumo. Haleluya. Kwa hiyo usiishie kusema namkataa shetani na mambo yake yote. Ukitoka hapo, tembea kwenye utakaso. Ndicho Yesu anataka kusema kwenye mfano huu. Haleluya. Amen. Pastor anaweza kusomea mfano wa Yesu. Mathayo 22 mstari wa kwanza mpaka 14. Na muda unatukimbia kweli kweli. Yes. Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanaye harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Yes. Akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni katika njia panda za barabara, na wote muonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, fungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakokuwa kilio na kusaga meno. Fungeni huyu, toeni nje, tupa nje kwenye giza, kuwe na kilio na kusaga meno. Sababu ameingiaje mahali pa ukuu wakati yeye hana utakaso? Haleluya. Amen. Kwa msingi wako wa kuinuliwa, yes, ni utakaso. Amen. Pamoja na kuokoka, ni vizuri kuokoka. Yes. Lakini je, waweza kutembea kwenye utakaso? Ndio msingi wa ukuu. Amen. Haleluya. Namba 4, msingi mwingine wa kutembea kwenye ukuu ni ushirika na Roho Mtakatifu. Kila Mungu alipotaka kuinua mtu, hata katika Agano la Kale, alituma nabii wake ampake mafuta. Haleluya. Haleluya. Mungu alipotaka kuinua mtu katika Agano la Kale, alituma nabii ampake mafuta. Utaona Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa kwanza, habari za Sauli aliyekuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Mungu alipotaka kumfanya kuwa mkuu juu ya Israeli, alimtuma Samueli, nabii Samueli, akampaka mafuta. Na alipompaka mafuta akamwambia, je, si kwa sababu Mungu amekuteua, amekufanya uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Na alipompaka mafuta, Roho wa Mungu akaja juu yake, akawa na ile mamlaka ya ukuu. Haleluya. Zaburi 92 mstari wa 10. Zaburi ya 92 mstari wa 10. Mstari wa 10, Biblia inasema, bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Uliponipaka mafuta, pembe yangu ikainuka. Uliponipaka mafuta, mafuta ni ishara Mtakatifu. Yes. Uliponipaka mafuta, pembe yangu ikainuka. Majira haya, yes, Bwana akupake mafuta. Amen. Mafuta ya ukuu. Amen. Nasema pokea mafuta ya ukuu. Amen. Pokea mafuta ya ukuu. Amen. Pokea mafuta ya ukuu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu alipotaka kumuinua Mariamu awe mama wa Yesu, yes, alimtumia Roho Mtakatifu. Gabrieli akamjia akamwambia, Mariamu, salamu, wewe uliyejaa neema. Akasema, mbona siyajui mambo haya? Anasema, Mungu amekufanya uwe mama wa Yesu. Yatakuwaje mambo haya? Akasema, Roho wa Bwana Mungu atakuja juu yako, kitakachozaliwa kitakuwa